mtoto amepatikana hayuko aje amekufa ama ati mtoto amekufa. Hivyo ndio kukuja hapa nikapata watu wamejaa hapa. Magari, mapolisi, nilishindwa hata naweza shindwa mtoto nini nimeua mtoto wangu. Hata mtoto wangu hakugonjeka mahali. Mtoto wangu alikuwa sawa. Siwezi sema mtoto wangu aligonjeka mahali. Hata mtoto angeniongoja mama akuje jioni hata nijue tu nini nafanya mtoto. Sasa hivyo ndio vile mtoto aliniacha. Maabitha borithi kuma Kayore ni mambikite uthuthuria wa gwethana na aria matabanirie giko kia unyamu ya kunyamaria na gucoka kuraga kahii ka ukuru wa miaka 11 na gucoka gute mwiri wako akuhi na thukuru wa Maua Primary handu kiharo-ini Kirige. Fred Omondi orire tariki 4 mweri uyu na njira iri na kirigato ria nyina aratutariria. Kwa majina naitwa Millicent Akot, ndio mama Fredrick Omondi. Mtoto wakati alikuja Saturday nilimpata akicheza hapo nje. Nikamuuliza baba ulikuja na mbona ukupita kwa kazi? Ati hakuna, niliona tu nikuje. Akakuja, nikamuuliza na ulipata dadi yako wapi? Yako kwa nyumba. Nikaingia, nikamwambia sawa, sasa tutafanya nini, tutapika, tutakula nini? Akaniambia ati mama, nimemwambia tutakula nyama. Tukaenda nikamtuma kaleta chakula, tukapika, ikakuwa hivyo Sunday. Tukashinda hapo, nikamwambia sasa Zana kuna msichana wangu mwingine alikuwa anakuja na hapa. Nikamwambia Zana sasa hajakuja na hata nimechoka sisikii poa. Akaniambia mama, Zana aliumwa na meno hawezi kuja, hata alikuwa antia membai dawa. Akaniambia mama, leta tu hizo nguo zako nikuoshe. Nikamwambia uwezi nioshea nguo, atileta tu top peke yake. Nikamwambia sawa, nitakupatia kitu nunue kitu, nitakwalea pesa nyingine nunue kitu. Akaniambia mama, mpe mbao, mimi nimetamani tu kata. Hiyo kata ni ile chapati imenunua na marago. Nikamwambia ni sawa. Akaanza kuosha, babake akakuja akamsaidia, akaosha hizo manguo zingine. Nikatoka ikafika 6:30 alarm ikalia. Nikamwambia baba nichemshie chai. Akachemsha. Akaniambia mama imesha kwa sawa, akaweka yangu. Nikasema singeweka mpaka na dadi, tunatoka na dadi. Akasema sawa, akaweka, akarudi kulala kwa kitu. Nikamwambia sasa kuja ulale hapa kwa kitanda, juu bado ni asubuhi, wacha sisi tukunywe chai tuende kazi, lakini uende unyolewe, mimi naenda na troza zako kwa kazi na peleka kwa fundi. Kifika jioni nikikuja unafanya nini, unaenda sasa ujitayarishe uende kwa kinyozi. Nikamwachia 100, nikamwambia uende huko utanyelewa na 30 bob. Akaniambia sawa, sasa ameshaenda kwa kitanda. Akaniambia mama, pita kwa kinyozi, ombe mtu wa kinyozi ati nitanyelewa na 30, nisiende huko nisumbe. Nikamwambia ni sawa, napitia huko. Sasa tukatoka hivyo, nikamwambia baba funga gate. Akamuka akafunga gate na kifuli, nikaconfirm kana amefunga. Nikamwambia sawa, kaniambia bye. Nikaenda kazi, tumeenda na babake, tukapanda gari, tukashuka junction, mimi nafanya junction. Babake pia kaenda shughuli zake. Sasa babake alikuwa hakuna chakula, nilipika hiyo usiku, ilikuwa ni samaki. Mtoto akaniambia ati mama nitamani tu samaki unaitwa kiskis. Akapika, hata hiyo siku alikuwa na moral. Nikamwambia baba ile chakula libaki, hiyo sasa hiyo asubuhi Monday, Tuesday. Hiyo chakula libaki, utafanya nini? Utakula. Ukishakula jitayarishe, mimi nikikuja jioni nikuenda. Akasema ni sawa. Sasa mimi nikawachana na mtoto hivyo, mimi nikaenda kazi. Kurudi jioni kitu kama 6 hivi, juu kama hata babake alikuwa anachelewa, mtoto alikuwa afaa kuenda. Nikamwambia hata mimi nakuja, niko kwa hii mlima hapa Senti, nilikuwa kwa forward. Nikamuuliza na uko wapi? Akaniambia hata yeye yuko alienda shughuli kidogo. Nikamuuliza na Freda amenyolewa? Akaniambia mtoto alimwacha kama amenyolewa, amejua Freda amenyolewa. Nikamwambia sawa, hata mimi nafika hivyo, tumfanye nini? Ndio akimbie tumzindikishe aende kwa aunti yake, kesho ni shule. Sasa mimi kufika nikapata hata ndo babake ametoa viatu ameingia kwa nyumba. Pia mimi nikafika na nikamuuliza na kwani Fred ako? Akaniambia Fred kama anacheza tu hapa juu, hata yeye ameingia amepata geti iko wazi, na nilimwambia ngasiwache geti wazi. Nikamwambia ni sawa. Sasa tunaendelea kuwatch news na kitu ananiambia nikamwambia Fred hapana joji safi moja na nusu nafika nusu inaisha mtoto Simoni. Nikatoka nikamsha ujirani yangu, nikaenda nikamuita mama Ble, unaweza kumwona Fred? Ati Fred hata mimi nilienda kazi sikushinda hapa Edwin nita Black aita mtoto wake. Ble, uliona Fred? Ati hapana. Akaanza kunitembeza kwa majirani huku, mali alikuwa anachezanga na watoto. Kuuliza hapo hakuna mtu. Hiyo siku hakuna mtoto aliona Fred. Nikarudi nikabisha kwa mkisi, akaniambia akaita watoto wake, wakasema hiyo siku hajaona Fred. Sasa hiyo siku tukarudi kwa nyumba. Kaka kidogo na nikatoka. Tukaenda sasa kumuuliza kwa kinyozi. Kwenda huko kwa kinyozi, hata mtu wa kinyozi anajaribu kuvuruta, mtengani nikamwambia ni ule mtoto nilikwambia atakuja hapa, masaa zingine mnyoe na 30 bob. Akasema kulikuwa na watoto wawili, kuna mwenye alimnyoa, akampea change, wakatoka. Nikamwambia huyo alikupea 50,
ukamrudisha change ndio wangu. Nikarudi nikapigia babake simu ati amekuja, ati hajarudi. Nikatoka hapo mimi nikarudi. Kurudi bado tunawaza, niambia babake hizi masaa hapa kumenyamaza, kila watoto wako kwao na mtoto wangu aendi kwa watu, aendangi anachezanga hapa kwa compound. Nikamuuliza mbona kwa nini rangi nakataa tu mtoto wangu usione akirudi? Anajaribu kunieleza ati tu ngoje, maybe mtoto hataki kwenda, anapoteza time, kuna watoto zake, maybe hataki kuenda, ataenda kesho. Nakaa na hata usiku kukula ilinishinda. Najaribu kukaa nashindwa. Najaribu kukaa nashindwa. Masaa imeenda saa 5. Babake akatoka, akajaribu kutoka nje. Mimi sasa niko kwa nyumba. Nikamuuliza ulikuwa wapi? Hata alikuwa anaangalia kama anaweza kuwa maybe Freda amekuja na amejificha tu mahali hapa, ameongopa kuingia. Tukakaa hivyo, najaribu ailaliki. Mtoto kaniletea, ilikuwa ni saa 11 naelekea saa 12 hivi. Mtoto ananiletea picha ati amenyongwa na kwa nyasi, na hiyo picha ilikuwa na kama dance hivi. Ya pili akaniletea, alikuwa nakata nyanya, vile alikuwa nakata nyanya hiyo mande usiku, alikuwa nakata tu nyanya na ananiangalia, namuuliza baba ni nini? Hakuna. Ya tatu akanitokezea akiwa kwa mlango na anacheka, na ananiambia mami, namuuliza ni nini baba? Ati hakuna. Hiyo picha kanipotelea hivyo. Tukatoka nikasema wacha tuendelee, nikamwambia babake hebu tuende tu report. Tukaenda tukaripoti hadi mpaka mkisana ananiambia endeleeni tukumtafuta, mnamwangalia hata kwa shule huko. Tulipanda na njia. Nikamtafuta mpaka kwa Lejo, babake anasema tuangalie kwa hizo mavibanda, maybe anaza kwa ama amejificha ama amelala huko. Nikasema hapana. Tukaenda kwa Lejo kuuliza huko, wakasema hajasikia ripoti yote, mtoto amepotea. Wakatutia tu nguvu ati twende tu ripoti, mtoto atarudi kama haijafika hizo masaa. Kama hajanini, mwendeni mripoti. Nikaenda tukaripoti, tukaambiwa tuongoje 24 hours iishe turudi huko baadaye. Sasa nikasema kuna wale walikuwa naenda huko dono. Kasema acha tuende huko. Maybe Freda atarudi, amejua mama kwa kazi dada awaka tuko. Arudi kwa nyumba. Tukaenda huko. Tukaenda kwa sasa tunashughulika hiyo Kenya tupeleka. Sasa kufika masaa 8 hapa. Simu ikapigwa na jirani yangu. Akaniambia mimi mambo. Ati huko wapi? Nikamwambia nimetoka kidogo, siko karibu. Hebu rudini kwa nyumba saa hii na George. Nikamuuliza kuna kitu mbaya? Ati hapana, nyi rudini tu. Akakata simu. Tena kidogo nikaumwa, nikampigia akushika, akapata miss call akanipigia. Ati mele, hata mimi nikumuuliza kuna kitu mbaya? Ati hakuna kitu mbaya. Wewe kujeni tu George kwa nyumba, mama Izri sasa jirani watatu pale amempigia simu, ati anipigie turudi kwa nyumba. Sasa kwa ya tatu nimepigiwa na namba ni 0719, hizo zingine sijashika. Ati baby girl sasa ni mama ya bwana. Uko wapi? Kamwambia asiko karibu. Hebu rudini tu kwa nyumba saa hii. Mtoto amepatikana na yuko. Nikamuuliza yuko aje? Mtoto amepatikana ayuko aje, amekufa ama? Ati mtoto amekufa. Hivyo ndio. Kukuja hapa nikapata watu wamejaa hapa. Magari, mapolisi, nilishindwa hata naweza shindwa mtoto nini, nimeua mtoto. Wakati nilienda hapo mali alikuwa, hata mimi mwenyewe nilishtuka. Ilibidi niende karibu hadi niiname chini ndo niweze kumfahamu vizuri. Lakini uzuri nilikuwa kuna nguo fulani alikuwa amevaa, trouser side pocket, hata ilikuwa imebaki side moja, hii side nyingine yote ilikuwa imeraruka. Hiyo hata ndo ilifanya nimjue vizuri. Mkono yake side moja hivi inakaa ilikuwa imetolewa nyama yote, hakuna side moja kabisa, kamfupa kamebaki kama yang. Kisha mguu pia kuanzia hapa hivi kwa kiuno ilikuwa imetolewa nyama yote, sehemu yake ya siri yote pia hakuna. Kichwa nikali kwa medungwa na visu. Mimi nilishtuka sana, sijaiona kitu kama hiyo kwa maisha yangu. Kisha wakanitisha shuka, wakamchukua, wakambeba, wakamweka kwa gari fulani hapo personal pickup. Tukauliza tutampeleka wapi? Wakatuambia mtampeleka Mama Lucy. Tukauliza atakubali tumpeleke huko. Tukamchukua tukaenda naye, tukampeleka huko. Kufika huko hatukuwa na hizo information zenye walichukua hakutupea. Ilibidi tena turudi mpaka police station kuchukua hizo information. Venye tulifika mochari walituambia ni police case, wawezi chukua mwili kama hiyo. I'm John Owuak, the Sub-County Police Commander, Kayole. We received a report on 4th that there was a missing child of 11 years old, and his body was found within Miango with the cats. So the report was made at Miango police station, and immediately the DCI
took over the investigation. And the investigation is progressing well, and we know that the investigation will reveal what actually happened and who committed that heinous crime. Up to now, there's no arrest, but I promise you very soon.